Sasa kwa vile tumeshajifunza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na magonjwa ya kuambukiza, ni wakati sasa tuangalie magonjwa yasiyo kuambukiza. Tunashuhudia yale magonjwa ambayo yalizoeleka kuwapata watu wenye umri mkubwa, sasa yanawapata vijana wadogo. Matatizo kama stroke, kiharusi, lakini matatizo ya moyo, pressure kubwa, sasa hivi kwenye takwimu zetu tunaona yanawapata vijana wenye umri mdogo, mpaka wengine chini ya miaka 30. Kwa tatizo ambalo tayari lenyewe kama lenyewe linasababisha madhara makubwa sana kwenye afya na sekta ya afya kwa ujumla. Kwa inapokuja mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza tatizo hata zaidi. Kwa dunia wakati inatafuta namna ya kupambana na magonjwa yasiyo kuambukiza, mabadiliko ya tabia nchi yamekuja tena kuongeza tatizo na kuongeza shida zaidi kwenye ule mkakati unaoendelea wa kupambana na magonjwa yasiyo kuambukiza. Sasa tunapoongelea magonjwa yasiyo ya kuambukiza, maana yake tunaongelea magonjwa kama ya moyo, magonjwa kama ya figo, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, yale kuna ambayo hayaambukizi, na magonjwa ya akili ambayo tutajadili peke yake kwa sababu yanastahili uzito huu. Magonjwa haya ya moyo, ya mishipa ya damu, yani cardiovascular diseases, tafiti zikionyesha yamekuwa yana uhusiano wa kitafiti na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, tunajua mwili una namna yake ya asili ya kupambana kwa mfano na vipindi vya joto, vipindi vya upungufu wa maji, lakini hali ya hewa hii inapokuwa kubwa kupita kiasi, mwili unahemewa, unazidiwa kuweza kuchukua hatua. Mfano, unapokuwa na joto kali, maji unapoteza sana. Maana yake kupata kiu ni moja ya njia za asili ambazo mwili unakukumbusha kwamba sina maji, nipe. Sasa inapotokea vipindi vya jua kali, na si mara zote unaweza ukawa una tabia ya kuona kunywa maji mara kwa mara. Kwa maana yake mwili unaweza ukakosa ule msaada unaohitaji, matokeo yake ukapata matatizo ya changamoto za figo, lakini moyo na kadhalika. Kwa mfano, kuna tafiti ambazo zimefanyika again, zikionyesha kwamba katika kila ongezeko la nyuzi joto 1 ya centigrade imeonyesha kwamba kuna hatari ya kupata ugonjwa wa mishipa ya moyo, lakini kiharusi kwa 2.8 kwa magonjwa ya mishipa ya moyo na 1.13 kwa magonjwa ya kiharusi. Kila ongezeko la joto linakuja na ongezeko la ziada la hatari ya kupata magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Magonjwa ya kupumua, mfano, kuna ambayo sio ya kuambukiza na kuna ambayo ni ya kuambukiza. Kwa hiyo magonjwa ya kupumua pia imeonekana yanapata ongezeko na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa mfano, tunapoongelea chronic obstructive pulmonary disease, ni magonjwa ya kikohozi cha muda mrefu ambayo of course hayaambukizwi. Mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza hatari ya kupata moto mwituni, yani wildfires, ambayo inaongeza moshi, lakini hizi tunaziita particulate matter, kama vumbi na kadhalika, ambayo inakuwa ni vichembe ambavyo mtu unaweza kupumua na kuvivuta. Sasa bahati mbaya sana magonjwa kama haya yanaweza yasilete athari hapo kwa hapo, yanachukua muda kidogo kupata zile athari za kuonekana, lakini kitu ambacho tafiti zimeonyesha ni significant. Kwa unapokuwa unavuta vile vichembe vinaenda kwenye mapafu, vinasababisha mapafu kutofanya kazi katika hali yake ya kawaida, na mwisho wa siku moja ya vitu ambavyo unaweza kupata ni hivi vikohozi vya muda mrefu. Lakini vipindi vya baridi vimeonekana vikiongeza magonjwa ya njia ya juu ya hewa, vikohozi kwa watoto. Nafikiri mtakuwa mashahidi kwamba kuna vipindi fulani kuna ongezeko la magonjwa ya mfumo wa upumuaji kwa watoto na hata kwa watu wazima kuna muda. Na hii inatokeaje? Kwa hiyo kwenye njia ya hewa kuna mfumo kama nilivyosema wa asili ambao unasaidia kukinga, lakini kusaidia njia ya hewa kufanya kazi yake ipasavyo. Mfano, kama ilivyo kwenye ngozi, damu, upitishaji wa damu kwenye mishipa uko sensitive kwa hali ya joto na baridi. Kwa hiyo
tunaweza tukaona kwamba kwa mfano kwenye ngozi kipindi cha joto mishipa itaonekana, ni kwa sababu inatanuka kuja karibu na ngozi ili iweze kufanya evaporation, yani iweze kupoteza maji, ndio maana utasweti. Ile process inakusaidia mwili kupoza. Lakini vipindi vya baridi maana yake mishipa itajikunyata na kuingia ndani zaidi kujaribu kutunza lile joto ndani ya mwili. Kwa hiyo kwenye mishipa pia njia ya hewa ni hivyo hivyo, kwamba kwa mfano vipindi vya baridi unapokuwa unavuta hewa ya baridi, ile damu, kazi ya damu pamoja na kusafirisha chakula na vitu vingine ni kuleta kinga za mwili, zile antibodies karibu na viungo vyako kwa ajili ya kukinga na mashambulio. Kwa hiyo inapotokea kipindi cha baridi unavuta hewa ya baridi, constriction inatokea, inasinyea mishipa ya damu inakuwa ndani kidogo ikijaribu kutunza joto na kufanya sehemu hizo ambazo zinapata exposure au zinapata hiyo hewa ya baridi kuwa na walinzi pungufu. Maana kinga ya mwili inakuwa ndogo na sehemu hizo zinakuwa hazikingwi ipasavyo, ndio maana kuna uwezekano mkubwa wa ongezeko la magonjwa ya kupumua katika vipindi vya baridi na namna hiyo. Kwa hiyo kadiri mabadiliko ya tabia nchi yanapotokea na kuvifanya vipindi hivi kwa muda mrefu, ndivyo ambavyo ongezeko la magonjwa haya yanakuwa dhahiri kwenye jamii na kuweza kusababisha ongezeko katika mifumo yetu ya afya. Kwa hiyo magonjwa yasiyoambukiza ni moja ya vitu vikubwa, ni moja ya magonjwa yanayochangia kwa kiasi kikubwa upotevu wa maisha kwa binadamu. Kwa hiyo tabia nchi imekuja kwenye hiyo picha kwamba kuna hatari ya ongezeko zaidi ya vifo vitokanavyo na mabadiliko ya tabia nchi kupitia magonjwa yasiyoambukiza. Kuna tafiti ambazo zimefanyika zikionyesha kwamba kuna ongezeko la vifo karibia 151,000 vinavyotokana na magonjwa yasiyoambukiza, kutokana yani vifo vya ziada ambavyo vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza ambayo imesababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni watu wengi, ni vifo vingi ukilinganisha na utafiti huu uliangazia takwimu za kuanzia mwaka 1990 mpaka 2019. Unaweza ukaona ndani ya miaka 10 kuna ongezeko hili mara 6 zaidi ya vifo ambavyo vilikuwa vikitokea mwaka 1990 ukilinganisha na mwaka 2019, ambavyo tunaweza tukasema vinahusiana moja kwa moja na mabadiliko ya tabia nchi.